Hello, hivi unajua kwamba kuna broker ambao wanafanya vizuri sana kwenye soko la Forex kwa Tanzania na Africa na East Africa. Lakini ni broker fulani pro ambao wanatumiwa na watu fulani pro na hawatumiwi na watu wengi sana na watu wengi hawajui kwa sababu kuna some brokers ambao wamedominate market. Lakini brokers hawa wanatoa huduma nzuri na bora kuliko hata hao brokers ambao probably wanafahamika na watu wengi. So leo nataka nikusanue juu ya broker mmoja anaitwa Tickmill. So Tickmill ni broker ambaye yuko sokoni kwa muda mrefu. Nadhani kwa wale watu wakongwe kwenye game la trading wanamjua Tickmill. Lakini apart from that, Tickmill ni broker ambaye yuko recommended na a lot of international traders. Wale maguru au traders wakubwa wengi wanakuwa wanamtumia huyu Tickmill. Lakini apart from that, Tickmill kwa sababu ya ukubwa wake amekuwa connected na a lot of platforms nyingi kubwa. Nikisema platform kubwa na maanisha kwa mfano kwa wale watu ambao wana trade wanatumia TradingView. Kuna sometimes unatamani kulink account yako na TradingView kwa sababu mara nyingi TradingView ni application rahisi kufanyia analysis, lakini mara nyingi broker wengi ambao tunawatumia kibongo au East Africa hauwezi kuconnect account yako na TradingView. Lakini let me tell you, Tickmill unaweza ukaconnect. So let me tell you few about this broker and then nitakuonyesha brokers ambao sisi tunawarecommend kuwatumia kwenye game ya Forex kama unataka kufanya Forex. So kitu cha kwanza ambacho nampenda about Tickmill, minimum deposit yake mara nyingi $100. Sawa? Except kwa Tanzania. Sasa kwa mfano mimi nikitaka kudeposit, sawa? Ana means nyingi za kufanya deposit. Kuna hizo cryptos, kuna Binance Pay, na ukiangalia all this means ana minimum deposit yake $100. Sawa? Lakini ana Tanzania instant payments ambayo hii sio agents. Kuna zile ambazo sisi wa bongo kwa other brokers tunatumia, lakini tunatumia agents. Yani unatoa lakini ile inatumwa kwa agent of agent wanakutumia. So sometimes kuna delays au sometimes rates zinakuwa zina fluctuates. Lakini Tickmill anatumia instant payment. Lakini the difference kwa Tanzania, kwa market ya Tanzania, ameshusha amount ya minimum deposit. So kwa Tanzania unaweza ukaanza kudeposit ukiwa na $40. Another means of payment ni hiyo Union Payments, unaweza kutumia bank transfer, unaweza kutumia credit au debit transfer ambazo ndo zile Mastercard za Tigo Pesa na M-Pesa na vitu kama hivyo. Unaweza kutumia Skrill na Neteller. So kwenye issue ya means ya kufanya deposit na withdraw, very easy. Jambo jingine, trading platform zake. Sawa? Sasa moja ya trading platform ambayo Tickmill anapatikana pia ni TradingView. I think nitakuja kuonyesha hata kwenye account yangu ambayo nimeconnect na TradingView and how does it work. So unaweza ukafungua account kama unataka kutrade kwa an application yake mwenyewe ambayo inaitwa Tickmill Trader. Unaweza ukafungua kwenye platform ya TradingView, unaweza ukafungua kwenye MT4 au unaweza ukafungua account kwenye MT5. Sawa? Ambapo hapa kwenye TradingView I think ndio kitu ambacho watu wengi tunakuaga tuna kimiss. Apart from that pia anafanya copy trading ambao copy trading yake anaita social trading. Sasa kabla ya kuanza anakuambia kama kwa brokers wengine, wale brokers wa kawaida, mtu unaweza ukafungua account for the first time na ukaanza na hela yoyote na then watu wakaanza kukukopi. Lakini when you comes to huyu utakuja kusoma hapa masharti yake. For strategy provider, minimum ya open account lazima una $250 ndio uopen account ili watu wengine waje kukukopi. Lakini kuna other brokers ambao unaweza kuanza na $10 after then watu wakaanza kukukopi. So unaweza ukaona kwamba kuna some standards anaweka ili kwamba kusaidia traders wake wasipate hasara. Registration as provider, utachagua account, utafungua na utafanya. Na kwa wale mtu unataka kuwa follow au unataka kumfuata mtu, haina masharti. Unafungua account, utaangalia masharti yake and then utaendelea. So pia anafanya copy trading. So unaweza uka login kama tayari una copy trading account au unaweza uka explore kama unataka kuona traders ambao tayari wapo wanafanya hizo copy trading na wana perform vizuri. And he explain all details kama hizo. Kama hapo unavyoweza kuona, unaweza ukafanya filter kama unataka kuchagua labda traders wa nchi fulani, number of followers, age, amekuwa sokoni kwa muda gani, total profit alizowahi kupata.
maximum profit, return on total investment, return kwa mwaka mzima. So hizi unaziset according to wewe unataka umkopi mtu wa aina gani. Sawa, labda unataka kumkopi mtu wa nchi fulani, awe na followers labda kuanzia 100 kuendelea, awe yupo kwenye game labda zaidi ya miaka 10. So utaset and then utarefresh, then itakupangia mtu wanaolingana na criteria zako. Kwenye issues za copy ni wewe mwenyewe unaangalia kwamba unataka umkopi mtu wa aina gani, amekaa muda mrefu. I think kuna video ambayo nimeelezea namna gani unaweza ukachagua mtu mzuri wa kufanya copy. So today I don't want to go deep on copy, nataka tu nimuelezee Tickmill. So ukitaka kufungua account kwa broker huyu, unaweza ukanicheki WhatsApp kwa wale watu ambao wana WhatsApp yangu, then nikakutumia link yake. Lakini so lazima unicheck. Unaweza ukaenda kwenye social media zetu, kwa mfano Instagram. Here is Instagram. Ukiingia kwenye Instagram, ukiingia kwenye profile yetu, kwa hapa chini kuna hii link tree. Kuna hii link ndogo hapo. Ukibonyeza hapa itakupeleka kwenye link za brokers wote ambao sisi binafsi tunawatumia na tunakurecommend wewe kuweza kuwatumia. So hawa ni brokers ambao tunawatumia na sisi tumeona ni broker wazuri, hawana ubabaifu. So unaweza na wewe pia ukawatumia. So ukaenda kwenye link kama hii ya Tickmill and then ukashuka hapo na ukaanza kufanya registration. Kwenye registration kwamba unataka kufungua account aina gani, individual au corporate. Alafu from there utaproceed kujaza majina na details zote. Kama utakuwa umekwama sehemu yoyote, usisite kuniambia au kunicheck niweze kukusaidia. So let's go to TradingView. Sasa kwa wale watu ambao tunatumia TradingView na tulikuwa tunapataga changamoto ya kulink TradingView. Let's say like nimefanya analysis yangu kama hii. Sawa, and then nataka ni trade. Sawa, lakini kwa mfano hapa ninaweza nikaa nimemaliza kufanya analysis, then nikapata setup, then natakiwa nichukue hii setup niende kwenye MT4 ndo nika trade. Lakini hapa una uwezo wa kulogin kwa broker wako wa Tickmill kama umefungua account. Sasa mimi nimefungua account kwa Tickmill. Let me show you how we do. Then nitakuja hapa, utaingia kwenye find broker, ambapo hapa kwenye find broker utamkuta Tickmill tayari yuko hapa. Ana very good rate 4.7. Then ukafungua, utaingiza hizi details za Tickmill username na password. Ukifungua account utatumiwa. Then ukishatumiwa utakuja hapa utaipaste. Ukishaipaste then ita login. Let me try to take the details. Alafu ni login hapa ili uone. Pap. Then here hapa. Then I connect account yangu. Okay, so hapa tayari account nimesha login na ndio maana unaona hapa chini kuna Tickmill. So what I do, kwa mfano setup kama hii labda nataka kubuy. Then naenda kwenye kutrade. Then nita click buy. Sawa? From buying itaniambia ni select lot. Nitaweka lot, kwa mfano mimi nataka kutumia lot ya 0.001. Sawa? Itaniuliza take profit. Nitaiselect on. Nitaiuliza stop loss. Nitaiselect on. Alafu from there I can buy 0.01. Sawa? From there nitaweza kwenda kubuy au kusell. So that's how it's simple and that's how it's pro. So kama una changamoto yoyote unaweza ukanicheck 0753353864. Kama unakuwa umekwama nitakuelekeza, nitakusaidia jambo lote. Thank you and bye.